nitakusaidia. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wandugu wapendwa, jina langu tena Zawadi. Nampenda Yesu Kristo. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nashukuru kwa muda wako. Nashukuru Mungu ambaye ameniwezesha kuonekana mahali hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Nilikuwa nimekaa siku nyingi, nilikuwa nimewakumbuka, lakini nashukuru Mungu mwenyewe ameniwezesha. Jina la Bwana libarikiwe. Ninarudi tena kwa kipindi changu kama kawaida ya tukumbushane kusoma Biblia. Leo tunaendelea part 2 ya ahadi na vile inavyopiganishwa. Ahadi ya Mungu kwako na vile shetani ambayo anatuwinda mchana kutwa ili ahadi isikuje kutimilika. Mbele niingie hapo, uniruhusu niombe na wewe. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu Baba uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Nasema asante wewe Jehova. Nasema asante kwa ulinzi na ukingo. Nasema asante kwa kutuwezesha asubuhi ya leo, wala mchana wala jioni mahali tupo. Jina lako litukuzwe. Nasema asante kwa ndugu mpendwa anayenisikiliza. Naombea roho yake pia nikijiombea ninyamanze ili unene pamoja nao watu wako katika jina la Yesu Kristo. Ujifungulie mtu leo, uokoe mtu. Naalika roho wa Mungu ushuke ili uweze kuongea na mtu asubuhi ya leo, mchana wala jioni. Baba nasema asante, naalika Roho Mtakatifu utuzunguke. Damu ya Yesu Kristo itufunike. Muda tutakayefanya hapa neno lako, wacha mapenzi yako ifanyike. Wacha ninyamanze kimya ili unene na mtu mmoja. Ninyamanze kimya uongoze mtu mmoja. Ninyamanze kimya ufungue mtu mmoja. Ninyamanze kimya uponye nafsi moja. Ninyamanze kimya ubariki watu wako. Katika jina la Yesu Kristo nakupa karibu ya pekee Roho Mtakatifu. Nasema asante kwa maana uko pamoja nasi. Jina lako litukuzwe. Amen. Wandugu wapendwa, nimerudi tena kwa kipindi hile niliachia hapo historia ya Yusufu wala Yosefu vile amejaribiwa na ndugu zake. Amejaribiwa na ahadi ya Mungu yenye alikuwa nayo. Ilimletea kupitia changamoto. Ilimletea kuenda paka jela. Ilimletea kapitia mambo mengi. Tulisoma last time, tulishia kitabu cha Mwanzo sura yake 39 ndio tutasoma. Tulishia 37, lakini nataka tujump tusome vile alipimwa imani na shetani. Mungu atusaidie. 39. Haleluya. Mungu atubariki sana. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Bila tufika hapo, kuna nyimbo Roho Mtakatifu ananiongoza tuimbe. Niruhusu niimbe na wewe nyimbo ya wokovu. Kwa jina la Yesu unishiriki tuimba pamoja nyimbo za wokovu. Sura yake nyimbo ya 24 inasema hivi: Mungu mwenye kweli. Tafadhali kama naimba sauti nyingine utaniua radhi, lakini bora utasikia maneno angalau. Mungu mwenye kweli, na kuamini sana, maneno yako yote milele yatadumu. Nitekati shida nitakusaidia, nategemea Bwana ahadi yako ile. Nategemea Bwana ahadi yako ile. Na katika uchungu ni heri kuamini, naweka roho yangu kulindwa nawe Baba.
uliyenifundisha kuita jina lako, naona tumaini na tegemelo. Ona leo naona tumaini na tegemelo kwako. Ninavyoomba kweli Kristo, najua wasikia yaliyo mema kwangu, najua wayafanya katika shida kali. Baba, waweza kunilinda Baba, wanichukua mimi na masumbuko yangu, wanichukua mimi Baba yangu na masumbuko yangu. Ninavyoomba kweli Baba yangu, najua wasikia yaliyo mema kwangu Baba yangu, najua wayafanya katika shida kali. Yesu, waweza kunilinda Baba, wanichukua mimi leo na masumbuko yangu, wanichukua mimi na masumbuko yangu Baba, wanichukua mimi na masumbuko yangu, wanichukua mimi na masumbuko, wanichukua mimi Baba na masumbuko, wanichukua mimi na masumbuko. Haleluya, wanichukua mimi na masumbuko yangu katika shida kali. Yesu, waweza kunilinda Kristo, wanichukua mimi Baba na masumbuko yangu, wanichukua mimi Yesu na masumbuko yangu. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Mungu ni mwema. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anatupenda. Tukiimba, napenda kuimba. Tukianza hatutamaliza, lakini Mungu akubariki. Haleluya. Tutaenda kusoma basi bila kukawa kitabu cha Mwanzo kama kawaida. Haleluya. Mwanzo sura yake 39. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa hayo wa Ishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akasitawi, naye alikuwa katika nyumba ya Farao ya bwana wake yule Mmisri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye. Bwana yupo pamoja na Yosefu, ingawaje aliuzwa na ndugu zake. Mkono wa Mungu hujawahi kumwacha. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mkononi mwake. Ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Mmisri kwa ajili ya Yusufu. Baraka ya Bwana ukawa juu
ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Mungu atusaidie sana. Haleluya, Mungu atusaidie sana. Ukiwa wewe ni mcha Mungu, ukiwa wewe ni mtu wa Mungu mwenye anampendeza Mungu, ukiwa wewe ni mtumishi wa Mungu mahali ulipo, ukiwa ni mjakazi wa Mungu hali yoyote uko ndani, Bible imesema Roho wa Mungu ulikuwa pamoja na Yusufu, ingawaje ameuzwa, ingawaje amepelekwa nyumba ya Potifa. Sababu Roho wa Mungu, kwa nini Potifa alimfurahia Yosefu? Alimfurahia sababu Roho wa Mungu ulikuwa juu yake, na chochote alikuwa anagusa kilikuwa kinabarikiwa. Bible inasema akampa kila kitu yote ya nyumba hiyo, lakini hakumupa kitu kimoja, mkewe. Mungu atusaidie sana. Shetani sasa halali, wacha tuone vile shetani halali akiona tumekuwa pumzika kidogo, tumekuwa na njaa, Mungu ametupumzisha, hakuna njaa. Tumekuwa na hatuna makao, Mungu ametupea nyumba tunakaa, tuna address, Mungu ametupa mavazi tunavaa, anatustahiresha kidogo, lakini safari haijaisha. Sasa tukifika hapo shetani naye halala anasema na kuna mengine yenye Mungu alisema juu ya huyu maisha ya huyu mtu, sitakubali yafike. Nitafanya njama zote ili ile mapenzi ya Mungu isitimilike. Ndo roho shetani akaingia mke wa Farao kusudi Yusufu atoke kulengo, lakini Yusufu akasimama wima, akasimama imara, hakutoka kulengo lake. Mungu atusaidie sana. Akasimama akakubali afadhali ende jela kuliko kufanya dhambi. Tushuke kidogo tusome. Mstari wa 6. Akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu, wala hakujua habari za kitu chochote chake, ila hicho chakula alichokula tu. Naye Yusufu alikuwa mtu mzuri na mwenye uso mzuri. Una uso mzuri? Vita yako inatokea wapi? Ikawa baada ya mambo ya hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia lala nami, lakini akakataa. Akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote, ila wewe, kwa kuwa wewe u mkewe. Nifanye je ubaya huu mkubwa nimkosee Mungu? Nimkosee Mungu? Hakupenda kukosea Mungu wake. Ilikuwa rahisi sana, ilikuwa ni kurelax, ilikuwa ni sawa, ingewezekana na anaendelea kuishi, sababu alikuwa amefika sehemu anastarehe kidogo. Kutoka utumwa, ndani nchi ya utumwa unapandishwa cheo, unakuwa ule mwenye huko. Ilikuwa rahisi, enjoy life kidogo, afurahie. Mstari wa 10 anasema, akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Ikawa siku moja akiingia nyumbani atende kazi yake, wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani. Huyo mwanamke akamshika nguo zake akisema, lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia akatoka nje. Ikawa alipoona ya kwamba amemwachia Lia nguo yake mkononi mwake, naye amekimbia nje, akawaita watu wa nyumbani mwake, akasema nao akinena, angalieni, ametuletea mtu Mwebrania atufanyie dhihaka. Ameingia kwangu ili alale nami. Nikalia kwa sauti kuu. Ikawa aliposikia ya kuwa nimepaza sauti yangu na kulia, aliacha nguo yake kwangu,
akakimbia, akatoka nje. Basi akaiweka ile nguo kwake hata bwana wake aje nyumbani, naye akamwambia kama maneno hayo, akisema, yule mtumwa Mwebrania uliyemleta kwetu aliingia kwangu anidhihaki. Ikawa nilipopaza sauti yangu nikalia, akaacha nguo yake kwangu akakimbia nje. Ikawa bwana wake aliposikia maneno ya mkewe, alimwambia akisema, mtumwa wako amenitendea mambo kama haya. Hasira yake ikawaka. Bwana wake akamtoa Yusufu akamtia gerezani, mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme, naye akawa humo gerezani. Mungu atusaidie sana. Na naweza je kuniweka huru? Yesu Mwokozi, Yesu Mwokozi, nguvu kushinda nipate kwa damu ya Yesu Mwokozi. Kuna nguvu ya ajabu kati damu ya Mwokozi. Haleluya! Nani angeokoa ndugu huyu Yusufu katika mikono ya Potifa? La, hakuna mtu angeweza kuokoa Yusufu. Baada ya kuwa ameuzwa na mandugu zake sababu ya ahadi, baada ya kuwa amefika kwa nyumba ya Potifa kwenye alikuwa anaanza starehe kidogo, shetani akasema, la, haiishi hapa mpaka nikuumize tu, mpaka nikutese tu, mpaka ulie kila siku, mpaka nikufedheshe, mpaka uzidi kulala njaa, mpaka nikuchafue watu wakuone tu mbaya. Nani angeokoa Yusufu? Baada ya kupigana hiyo vita, then akaingizwa jela, akaingizwa gerezani. Hakuna mtu duniani angeokoa Yusufu. Mwenye angemfuatilia ni babaye, walishamwambia kwa mtoto wake ameshafariki. Nani angeokoa Yusufu jamani? Lakini Bible inaniambia kuwa, turudilie pale mstari wa 21:39, lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni ya mkuu wa gereza. Mkuu wa gereza akawatia mkononi wa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani, na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyafanya, wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote aliyofanya. Jina la Bwana libarikiwe. Haijalishi ni mangapi unapitia, haijalishi ni mlima gani unasimama hapo sahi, haijalishi umelia mangapi, haijalishi umezarauliwa mangapi, haijalishi umeteseka mara ngapi, haijalishi umeitwa majina mara ngapi, haijalishi watu hawakuelewi, haijalishi yoyote unapitia. Yoyote unayopitia, dada mpendwa, yoyote unayopitia, ndugu yangu mpendwa, yanakupeleka pazuri. Roho wa Mungu, heri Roho wa Mungu akuwe juu yako. Akiwa juu yako ataleta amani. Akiwa juu yako, basi hata kama unapigana hiyo vita yote, atakuletea kupenda na kuvutiwa. Haijalishi yote unapitia, Mungu hatakuacha, atakuwa pamoja na wewe. Hatakuacha. Mungu atusaidie sana. Unapigana je vita unayopigana? Usiogope. Jaribu yako iko hapo na wewe. Jaribu lako linakusukuma kufikia ahadi za Mungu. Lakini inabidi upimwe. Yosef alipimwa, akafika kwa nyumba ya Potifa, akapimwa, akafika jela, akapimwa. Nani angemkumbuka Yusufu? Labda amekaa miaka na miaka huko, nani angemuokoa Yusufu? Lakini Biblia inaniambia mkono wa Mungu hujawahi muacha. Popote alifika alitawala, sababu Roho wa Mungu alikuwa pamoja naye. Na wewe Roho wa Mungu kuwe pamoja na wewe. Mungu akubariki sana. Roho wa Mungu ikuwa na wewe,
siku zako zinaongezeka. Roho wa Mungu kuwa pamoja na wewe, vita ingawaje iko nyingi, Roho atakupa namna ya kupigana vita kila siku, utaweza kushinda. Roho wa Mungu, je, iko pamoja na wewe? Je, kwa vita yako unampendeza Mungu? Wala ujimimi uko, ukabila upo, roho chafu iko, kutosamea ipo, kiburi cha uhai kipo, ingawaje unapigana uko tu, mazoea ya Mungu iko. Usizoai kuzoea Mungu. Mungu hazoeleki, si mwanadamu. Unapigana vipi? Tungali tunaongelea kuhusu ahadi, vile zinajaribu mtu. Ahadi ya mtu ndio jaribu yake. Tuendelee kusoma Biblia. Mtaniwa radhi, mimi nasomaga in long term, nasoma kwa urefu, sababu kipindi changu ni cha tukumbushane kusoma Biblia. Mimi sisomage mstari moja, nasoma muda sehemu ndefu, sababu kuna watu labda wanaweza kuwa wako busy, ako kazini, hana muda wa kufungua Bible, na mwingine anaona tu ana pick up anasikiliza, labda hana muda wa kusoma Biblia. Tuna mambo mengi ya kutuzuru. So nikisoma angalau in long term, kwa muda mrefu, kwa urefu, naye mtu mmoja labda atakumbusha, au anakuwa na curiosity, awende kuona kusoma vile atasoma Biblia, na Mungu atusaidie sana. Bible inaniambia Yusufu wala Yosefu aliingia jela, alifungwa kabisa, na akafungwa, na Mungu alikuwa pamoja naye gerezani. Mungu atusaidie sana. Ya 40, sura ya 40 inasema Yusufu akatafsiria wakuu wa Farao gerezani. Walilota ndoto, alafu Yusufu, sitasoma sababu ni muda umetuenda. 40 alitafsiri ndoto za wafungwa wenzake wawili, walikuwa wamefungwa. Mmoja karota ndoto, wakarota ndoto kwa limoja, alafu Yusufu akazitafsiri. Mmoja akawa atakata kichwa, na mwingine atainuliwa apewe cheo juu. Yusufu, habari hizo zilitembea, akajulikana, kumbe yeye anajua kutafsiri ndoto. Ndani jela. Ni nani huyo? Mhebrania. Nani? Mtoto yatima. Nani mwenye hajulikani, hana jina, ndani ya jela, lakini Roho wa Mungu alikuwa pamoja naye. Na wewe vita unapigana, Mungu asiwahi kukuacha. Sura ya 41 inasema story Yusufu vile alitafsiri ndoto za Farao. Sitasoma hapa, kuna mahali naelekea. Yusufu alitafsiri ndoto za Farao, akatafsiri zote. Habari ya Yusufu ikatembea. Mungu ni mwaminifu, Mungu ana uelevu, Mungu ni mwema, ana njia nyingi, maelfu na maelfu. Roho wa Mungu akamtembelea Farao, akarota ndoto, na hakuna nchi mzima mwenye aliweza kutafsiri. Wakuu wote, wale wataalam wote kwa nchi ya Farao, wenye waliweza kutafsiri ndoto. Habari katembea, akawambia mfalme akawambia, mtafuteni mtu wa kutafsiri ndoto, sababu mmenikosesha amani. Mtu mwenye atakuja hapa atafsiri ndoto ni nani? Habari ya Yusufu ilikuwa imetembea tayari, kumbe anaweza kutafsiri ndoto. Wakakosa nchi mzima nana tafsiri. Basi wakamta yeye Yusufu, wakamwambia kuna kijana Mhebrania ametoka huku, amekuja huku kama mfungwa, kama anafungwa jela hapa, amekosea mke wa Potifa, amekosea Potifa, sasa hako jela hapa, ni mtumwa. Lakini Roho wa Mungu anakuaga pamoja na huyo kijana, labda tukimuitisha hapa atatafsiri hizi ndoto 40. Basi Yusufu akaweza kutafsiri ndoto. Haleluya! Alipotafsiri ndoto hizo,
Mungu atusaidie sana. Alipotafsiri ndoto, Biblia inaniambia Farao mfalme akafurahia sana. Mstari wa 37, mstari wa 37 inasema hivi: taito inasema Farao akampa nchi Yusufu ili aiongoze. Neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akamwambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Haleluya! Tumpate wapi mtu kama huyu mwenye roho wa Mungu yuko pamoja na yeye? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha haya yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Sababu Mungu ndo aliona wewe ndo utafsiri, manake hakuna mtu mwingine anaweza kuwa mtaalamu mwelevu mwenye akili na hekima kama wewe Yusufu. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu. Haleluya! Na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Manake amemkabidhi uongozi, kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe, vingine vyote nchi mzima nakupa. Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akavua pete yake, haleluya, yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Haleluya! Akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo, na watu wakapiga kelele mbele yake, pigeni magoti. Hivyo akamweka juu ya nchi yule yote ya Misri. Haleluya! Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao, na bila amri yako mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. Mungu atusaidie sana. Tukishuka chini hapa chini 45 Farao akamwita Yusufu Safenathi Panea, akamwoza Asenati binti Potifera kuhani wa Oni kuwa mkewe. Yusufu akaenda huko na huko katika nchi ya yote ya Misri. Mungu atusaidie sana. Manake nini? Mungu akikukumbuka ile ahadi yenye shetani alipiganisha haijatimia, ilitimilika kipindi walimuvika mkufu wa dhahabu, wakamweka pete, wakamvika mavazi meupe, wakamvika ili wamtembeze nchi mzima vile Mungu alikuwa ameandaa. Una akapigiwa magoti, wakamsujudu juu, wakasema huyu ndo anayefuata mfalme. Haijalishi ni mangapi unapitia, haijalishi kama Mungu akienda kukumbuka, haiombi eti umesoma, una umri fulani, una elimu gani. Mungu akitaka kubariki anakubariki tu. Anabariki mtu ambaye anamcha, anamuogopa, anatembea na kumcha Mungu. Ukikabidhi maisha yako Mungu, na Mungu akuwe kiongozi wako mchana kutwa, Yesu akuwe ngao yao mchana kutwa, hatawahi kukuacha hata siku moja. Atakupigania, haijalishi unapitia mangapi, haijalishi umeitwa majina mangapi. Nani angekumbuka Yusufu kwenye alikuwa gerezani?
nani angemtetea? Lakini roho wa Mungu na matendo ya Yusufu iliweza kutembea nchi mzima, ikajulikana mpaka kwa mfalme kwamba kuna kijana anayekuwa na ndoto, anatafsiri ndoto, anaye ni Mwebrania, naye ni mtu anayemcha Mungu. Je, kwa kijiji wanajua unamcha Mungu? Kwa kazini kwenye unafanya kazi wanajua unamcha Mungu? Majirani kwenye unakaa wanajua unamcha Mungu? Wala wewe ndio unakorofisha watu, wewe ndio unaleta fitina kwa watu, wewe ndio kisani kwale chochote usipitwe. Mungu akusaidie sana. Je, unamcha Mungu? Je, unapendeza Mungu? Na wewe mbingu zikufurahie na Mungu akuwezeshe upendeze Mungu, ufanye mapenzi ya Mungu, ili kesho Mungu ajivunie kuwa na wewe. Kesho Mungu akutetee, atimize ahadi zenyewe alikuahidi. Nitasimama kwenye munara nione lile atakayolitenda. Nitasimama kwa zamu langu nione lile atakalolitenda. Nitasimama kwenye munara nione lile atakalolitenda. Haleluya. Na mimi nitasimama kwa zamu langu ningoje mapenzi yake Mungu. Yeye si mwanadamu. Mungu si mtu ili aseme uongo, si mwanadamu ili ajute. Ahadi za Mungu zinasimama imara, kweli zatimia kwa wakati wake. Usiogope, Mungu atakupigania. Haijalishi ni mangapo unapitia, haijalishi nini uko ndani, hali yenye uko ndani, ni njaa, ni vita, ni magonjwa, ni madharau, umewekwa majina, umechafuliwa na wewe, umepakalia uchafu kama vile mke wa Potifa amechapaka uchafu akachafua jina Yusufu. Sijui nini imekuchafua, sijui nini wamekuongelea, sijui nini wanakuona, sura gani wanakuona ndani, lakini roho wa Mungu akiwa ndani wako atakutetea. Wacha nirudie. Roho wa Bwana Yesu Kristo akiwa ndani yako, haijalishi yenye unapitia, haijalishi vita yenye uko ndani, haijalishi majina umeitwa, haijalishi ni mahali gani umewekwa, roho wa Bwana Yesu Kristo akiwa ndani yako atakutetea. Sababu roho ni nuru na itatokelezea nje kwa mbali na karibu. Watakuja jua hii yote ilikuwa visingizio, wamekusingizia, wamekusemea uongo. Haijalishi ni mangapi unapitia, haijalishi umesemwa mara ngapi, lakini Yesu anakupenda. Atakupigania, atakushindia vita. Mungu ni mwaminifu, si mwanadamu. Simama imara. Ukue kama Yusufu, ukatae, usijichafue na mambo madogo madogo. Usijichafue na vitu vidogo vidogo vikutowe ile upako wako, ikuchafulie vazi bure. Utazame Mungu, utazame mbele. Mungu si mwanadamu, hatawahi kukuacha. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Unapigana vita vipi? Yusufu angara nasubiri ahadi itimilike. Basi Mungu ameanza kumuinua cheo, akapewa nchi, na wakampa mke mzuri, na wakampea jina jipya. Haleluya. Na wakampewa jina jipya, akaanza kuwa anatembea pamoja na mfalme. Since then mpaka siku nyingine, basi akawa amejulikana, naongoza nchi, akafanya kazi yenye naye ilihitajika afanyie bila kukawa, sababu muda imetusonga. Arobaini na mbili wandugu yake na Yusufu walikuja kuemea nchi ya Egypt. Wakaja kuemea. 43 walikuja kuemea. Yusufu akawajua, sitasoma hizo habari zote, lakini 43 wakaenda, wakarudi tena kuemea, sababu chakula walipewa ilikuwa haitoshi, ikabidi warudi tena. Unashangana mambo ya Mungu. Mungu alisababisha njaa ikuwe ingie ndani ya nchi, ndo ahadi ya Yusufu kuja kutimilika vizuri sana.
mstari wa 15 wa 43. Mungu atusaidie tusome katika jina la Yesu. Mstari wa 15 wa 43 ndo walikuja kumsujudia Yusufu. Ile ahadi yatimilika, ilitimilika. Basi hayo watu wakatwaa zawadi ile, wakatwaa na fedha maradufu mikononi mwao, na Benyamini wakaondoka, wakashuka mpaka Misri, wakamsimama mbele ya Yusufu. Naye Yusufu alipomuona Benyamini pamoja nao, akamwambia msimamizi wa nyumba yake, walete watu hawa nyumbani, ukachinje na kuandalia, maana watu hawa watakula pamoja nami adhuhuri. Yule mtu akafanya kama Yusufu alivyomwambia, naye akawaleta. Lakini watu hao wakaogopa, kwa sababu wameletwa nyumbani mwa Yusufu. Tukiendelea kusoma, tukijampu, Yusufu alipoona manduguye aliwatambua, akawatafuta mihali 45 ama 45 ndo mahali nataka tufikie na tumalizie. 45 Yusufu akajieleza kwa wandugu zake. Hapo Yusufu hakuweza kujizuia mbele yao wote waliosimama karibu naye. Akapiga kelele na kusema, muondoweni kila mtu mbele yangu, wala hakusimama mtu pamoja naye. Yusufu alipojitambulisha kwa nduguze, akapaza sauti yake akalia, nao wa Misri wakasikia, watu nyumbani wa Farao nao wakasikia. Yusufu akawaambia ndugu zake, mimi ndimi Yusufu, baba yangu angali hai bado? Wala ndugu zake hawakuweza kumjibu, maana waliingiwa na hofu mbele yake. Ahadi hayatimilika, ilitimilika siku nangojea palapanda ilie. Haleluya, Italia, palapanda Italia, ahadi za Mungu zitatimia. Nangojea mapenzi ya Mungu, nangojea Mungu anifungue, nangojea Mungu anitendee, nangojea Mungu asinipite, nangojea mapenzi ya Mungu. Mungu hata ninyamanza, nangojea atafungua, nangojea ataniokoa, nangojea atanitetea, nangojea ataniponya, nangojea. Haleluya. Unangoja nini? Haleluya. Unangoja nini? Nangojea, na mimi nangojea, nasubiri mapenzi ya Mungu, nasubiri ahadi za Bwana. Haleluya, amena. Lele selepote glorisha. Nangojea mapenzi ya Mungu, nangojea yenye atatenda, nangojea hata nyamanza, nangojea ataniokoa, nangojea atanifungua, nangojea atapeperusha, nangojea atawahaibisha, nangojea ataweka adui zangu chini ya miguu yangu, nangojea atanivika mbele za mahadui, nangojea watanisujudia, nangojea mapenzi ya Mungu, nangojea ahadi za Mungu, nangojea utukufu. Elelelelele, amena. Ukinielewa, ungoje mapenzi ya Mungu. Ungoje mapenzi ya Mungu ukitenda anayofaa. Ukifanya yale mapenzi ya Mungu, uondoe vitu vyote twenye tunakufunga usifanye mapenzi ya Mungu. Nangojea. Haleluya. Unangoja nini dada yangu? Unangoja nini kaka yangu? Unangoja je, unangoja mapenzi ya Mungu? Je, unangoja zile ahadi? Unangoja ukipigana fujo? Unangoja ukipiga kelele? Wala unangoja ukihuzunika? Unangoja mapenzi ya Mungu? Unangoja ahadi za Mungu zitimilike ndani ya maisha yako? Je,
Yusufu alipigana kimya, uzuni wake akanyamanza ti, akasema mimi nitampendeza Mungu tu, na Mungu atatenda mapenzi yake. Mungu atusaidie sana. Tutaluka 46 kwenye Yusufu alikuja kuonana, 46 kwenye Yusufu alikuja kuonana na ndugu zake na baba yake. Akasafiri Israeli pamoja na yote aliyokuwa nayo. Haleluya, haleluya. Akaja Beersheba akamchinjia sadaka Mungu wa Isaka babaye. Mungu akanena na Israeli katika ndoto ya usiku akasema, Yakobo, Yakobo. Haleluya. Akasema, mimi hapa. Akasema, mimi ni Mungu, Mungu wa baba yako. Usiogope kushuka mpaka Misri, maana nitakufanya uwe taifa kubwa huko. Haleluya. Akamwambia Yakobo, Yakobo. Mimi ni Mungu, Mungu ule wa baba yako. Usiogope. Akamwita kujina, sijui jina yako na uweke hapo, Yakobo, Yakobo. Mimi ni Mungu, Mungu ule wa baba yako. Usiogope. Usiogope na vita unazopigana, usiogope mapito unayopitia ndani. Nitakuwa Mungu wako na nitakuokoa. Mungu atusaidie sana. Mimi nitashuka pamoja nawe mpaka Misri, nami nitakupandisha tena bila shaka, na Yusufu ataweka mkono wako juu ya macho yako. Yakobo akaondoka katika Beersheba. Wana wa Israeli wakamchukua baba yao na watoto. Tukiendelea tukishuka, papasi yangu ya kusoma hapa, na ndo tunamalizia, na Mungu akubariki kunisikiliza kwa muda wako. Papasi, lengo langu ya kuleta hii historia ndefu, na nimekuuzi labda na maneno ninayoongea, utanisamee, utaniua radhi. Nimeongea sababu nataka tuyakague vizuri, tuyaingilie vizuri, tuangalie vile jaribu ya mtu ndo inaletaga. Jaribu ya mtu inatokana na ahadi zake, wala ahadi za mtu ndo zinaletaga jaribu kwake. Na zikileta hizo jaribu zinasukuma ule mtu, zinamkagua, zinampima, zinampekua vizuri ili aweze kufikia ahadi za Mungu. Unapigana je vita lako? Mungu akiweza kubariki leo, utaweza kuyachunga vizuri. Mungu akusaidie sana. Yusufu aliweza kuvishwa vazi leupe, akavishwa shenete ya dhahabu, akavikwa pete, na istoshi wakamweka kwa farasi inayefuata mfalme wa nchi mzima. Haijalishi alikuwa mtumwa, haijalishi alikuwa jela, ameokoa kesi kubwa, lakini Mungu alipomuinua alimfanishwa haleluya, akamweka huko juu, akawekwa huko juu, akazungurushwa nchi mzima, akawekwa muhuri, akasema, yenye wewe hakuna mtu atakayeinua sauti yake kama wewe hujamruhusu. Naweka muhuri hapa, utatembea nchi mzima, wewe utaongoza. Baada ya mimi ni wewe, mashauri yote ni wewe, kila kitu yote, nakupa ufalme wote, uongozi. Kenye sikupi ni kiti yangu tu. Haleluya. Ndio hivyo Mungu anatendea wale wamemcha Mungu, wale wenye mwogopa Mungu, wale wenye mengoja mapenzi ya Mungu. Je, unangoja mapenzi ya Mungu kivipi? Geuza mwenendo wako, wacha kubebana na vitu. Unajua tu vitu nabebana nato. Na mimi nitabarikiwa, mumebarikiwa na nyinyi, na mimi nitabarikiwa. Baraka ni ya binafsi, hatuwezi changia. Kufunguliwa ni ya upekee, vile mbingu ni ya mtu mmoja tu binafsi. Yenye unapitia isikukatishe tamaa. In the contrary, ikupeleke mbele za Mungu, ikusogeze karibu na Mungu, ili ufanye mapenzi ya Mungu. Ujichunguze hasira, ujichunguze tabia mbaya, ujichunguze wivu, ujichunguze
chuki, ujichunguze. Kutosamee wale wenye wamekukosea, ujichunguze. Ni yapi umeweka yenye unatembea tu naye? Labda ndo hayo ukiyaondoa, Mungu atatimiza mapenzi yake. Mwambie, mimi siwezi mimi peke yangu kushinda mambo ya shetani Baba, lakini ninaomba Mungu, washa moto ndani yangu, washa moto Baba, washa moto ndani yangu, washa moto. Na mimi siwezi, mwambie Mungu, huwezi kushinda vita vya dunia, huwezi kushinda mwili mwenyewe, huwezi kushinda yenye inakuzunguka, huwezi kupigana mwenyewe. Mwambie Mungu, nisaidie. Naomba niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naombea ndugu yangu huyu, hawezi kushinda vita mwenyewe. Muwezeshe kuacha zote tabia mbaya, mgeuze Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Umsamee kwa mwenendo wake, umsamee kwa mawazo yake, umsamee kwa udhaifu yote inayoonekana. Mungu hawezi bila wewe. Namuombea umfungue katika jina la Yesu Kristo. Namuombea umfungue na umpanulie mpaka katika jina la Yesu Kristo. Asante Jehova, kwa maana uko Mungu na hutanyamanza ajili ya mtu huyu, na utamfungua na utamubariki katika jina la Yesu Kristo. Naomba ahadi zake zenye zimechelewa uweze kufungua, zifike. Basi muda inatosha Bwana, amepitia mengi, imetosha Baba. Siku amelia, zimetosha. Madharau umekuwa mengi, basi mfungulie njia, ujizirishe ndani ya maisha yake, na kenye namuombea ni mwisho mzuri. Asante kwa maana uko mwema na hutanyamanza. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Ndugu yangu, Mungu akubariki. Akubariki kwa muda wako umenipea, akubariki kwa yote, na asikuache, akujengee ushuhuda ili uweze kushuhudia kesho, na wewe anaweza kubariki. Shalom, shalom, tuonane kwa kipindi kingine. Amen.